Bwana mambo vipi Mafundi TV, ni mimi mtangazaji wako MC Kamote. Bado Mafundi TV tupo mtaani tunaendelea kuongea na vijana. Na leo tumekutana na vijana wakiwa wameshatoka kwenye majukumu yao. Tutaenda kupiga nao story mbili tatu, watakwenda kutueleza kipi ambacho wanakutana nacho wakiwa wamerudi mtaani. Bwana mambo vipi? Safi, ni aje? Safi. Hapa hii ni Mafundi TV. Tungependa ujitambulishe kwa majina yako. Naitwa Eliud Christopher. Eliud Christopher. Ndio. Hapa pia kuna kijana mwingine pembeni yake. Napenda pia na wewe ujitambulishe. Bwana mimi naenda kama Eagle Star. Eagle Star. Yeah. Hapa upo na Mafundi TV. Na ningependa kuanza na ndugu yetu bwana Eliud. Eliud, una changamoto gani ambazo mnazipitia mkiwa mmeshatoka kwenye majukumu yenu ya siku zote mpo mtaani? Changamoto tunaweza kukutana nazo kwenye mtaa tulionao Mungu. Ni changamoto ndogo ndogo ambazo hazina hatari kwa sisi wala hazina faida kubwa sana kwa sisi. Kwa maana kwamba tunapoishi na jamii tunaishi kwa upendo. Mnaishi kwa upendo. Narudi bwana Eagle Star, na wewe kwa upande wako ikoje ukiwa mtaani? Bwana sisi tukiwa kitaani kwetu bwana tunaenjoy tu, tupo kama kawaida, mambo yanaenda fresh. Mambo yanaenda. Ningependa kuwauliza kwanza, wote mnaonekana ni vijana. Je, hapa ndoa ipo baba? Ndoa ipo na imetulia, haina mbambamba. Ndoa ipo. Ndoa ipo. Wake wangapi? 6, 7? Nao mmoja. Vipi bwana Eagle Star, vipi wewe? Mimi ndoa bwana bado si. Au kuna katoto unakaishi nako? Hapana, hakuna cha mtoto wala nini. Mimi naishi na masela. Unamkataa? Mafundi TV wanakutazama. Ni kweli, mimi naishi na masela tu, wanangu basi. Wanako fresh. Wanangu sana. Bwana, nataka nirudi kwa ndugu yangu Eliud. Eliud, naam. Unaishije mtaani? Ni rafiki yako mkubwa, hajaoa au umeoa? Yaani kuna kitu gani unakipitia ukiwa na yeye? Tunaishi kwa kushare changamoto, tunashauriana nini kifanyike, nini tuache. Lakini mara nyingi nimekaa nikizungumza naye kuhusu swala na yeye kuwa na mwenza kwa wakati huu, kwa sababu ni muda ambao naona kama ni sahihi. Lakini kwangu mimi ninavyomuona kwamba tayari anaweza kawa na familia, lakini kwa mtazamo kwa yeye anaona yeye bado. Mimi nataka nijue, kwa sababu kuna changamoto nyingi ukiwa unaishi na kijana, unakaa naye na yeye mtaani. Nataka nijue kitu kimoja. Wewe kama wewe, kuna muda wewe unatamani kurudi nyumbani, alafu yeye bado yupo mtaani. Yaani inakuwaje hapo wakati huo na wewe una familia? Kwangu mimi tayari nishatenga muda kwangu, sababu tayari nishakuwa na familia. Kwa hiyo yeye anaweza kukwambia bana wewe ondoka, kwa sababu mimi ni muda wangu wa kufanyaje? Wa kutafuta, na mimi mbaya nafanyaje na mtaka. Kwa hiyo siwezi kumpangia muda, ila mimi muda wangu mimi najulikana muda fulani na bado niwe na familia yangu mimi. Yeye akwambia bana mimi muda fulani inabidi niende kwenye shughuli zangu mimi. Siwezi jua kwa sababu hata mimi nimetokea huko. Nataka nirudi kwa bwana Eagle Star. Wakati wewe anakuwa anarudi nyumbani, anaenda kuitazama familia, wewe unajisikiaje binafsi? Mimi najisikia fresh kwa sababu anaporudi nyumbani kuangalia mke wake au familia yake, na mimi nabaki na wanangu pale. Hujawahi kufikiria na kuanza kwamba kwa nini huyu anaenda kwenye familia, mimi bado nipo mtaani? Binafsi naamini kila jambo lina wakati wake, na wakati sahihi ni wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu. Wewe unahisi wakati wa Mungu ni wakati gani? Kwa sababu ukiwa unafanya shughuli unamtanguliza Mungu mbele. Kwenye swala la ndoa pia unamtanguliza Mungu mbele, lakini shughuli zinaenda, lakini wewe bado hujaoa. Mungu ndo kila kitu bro kwenye hii dunia. Tunataka kujua ni kitu gani ambacho kinakukwamisha mpaka sasa hivi hujapata mtu sahihi kwako? Sikwami, siwezi sema nakwama, sikwami, lakini ikifika wakati nahisi tafuta la mama. Hao mzee unaogopa kuongea nao? Si kuongea nao kikweli hatuogopi, lakini tunaogopa kuishi nao. Unaogopa kuishi nao? Why? Kwa nini kuongea nao unaongea nao, kuishi nao ndio ile tatizo? Kuongea nao ni rahisi, lakini kuishi nao ni kipengele kingine. Hujawahi kuchukua labda experience kutoka kwa brother? Brother ameshare na mimi story kaza wa kaza, na sio huyu tu, mtaani tunaishi nao kama unavyoona. Tunaishi nao walooa, wao tujaoa, hivyo yani. Kwa hiyo tunajua vitu vingi pia. Brother, narudi kwako. Ukiwa na mke,
na majukumu yako ya kazi kila siku, kuna prokushani za hapa na pale, unawezaje kumudu situation kama hii? Mimi nafikiri mpaka naamua kuoa tayari nishagajipanga, si ndio? Ratiba zangu najua naziendesha vipi na familia nitaiendesha vipi. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo kwangu mimi ni la kawaida sana, ni la kawaida sana kwamba nishindwe kuendesha familia kulingana na kazi nilizonazo mimi. Hapana. Nataka nijue kutoka kwako, upo na kijana bwana Eagle Star, wewe umeshaoa, unamshauri nini kabla hajaingia kwenye hatua uliopo wewe? Mimi nafikiri kila kitu kina mipango na malengo. Kwenye swala la yeye kuona naweza nikamshauri lakini asitekeleze, ila utayari wake yeye mimi ndo utanifanya mimi niende kuongezea kila atakachokifanya. Akishaoa tu nitashauri. Kwa hiyo unamsubiri akishaoa na wewe ndio ushauri? Ushauri nitautoa, akiamua kufuata tafuta. Akishaoa tu nitashauri kingine. Mimi nataka nirudi kwa bwana Eagle Star. Eagle Star, hapa upo live na Mafundi TV. Watazamaji wanakutazama, wewe ni kijana bado mdogo na bado unatamani kufikia malengo. Ili uweze kufikia yale malengo yako, unahisi ni mwanamke wa design gani ukimpata unaweza ukafikia yale malengo yako ambayo unayatarajia? Mwanamke kwanza nahitaji, nahisi ni mwanamke ambaye anapambana, haijalishi na pambanaji, awe mpambanaji mwenye nidhamu na ana mipaka. Elewa. Sio kila kitu yani hivyo, yani wewe nahisi au mzee unataka vitoto vizuri. Vizuri, uzuri wapi bana, nikishachukua uzuri ni kweli hamna mtu apendi vizuri, lakini kuna uzuri umegawanyika katika engo nyingi. Mimi nataka nijue vigezo gani akiwa navyo tu mwanamke kakusha kuchukua wewe? Vigezo mimi nahisi ni heshima. Akiwa na heshima, akiniheshimu, naweza, unajua bro, tunakutana na changamoto nyingi. Kuna muda unaweza kweli ukaona nini kama mnaenda unataka uingie huko, lakini unapigwa nyundo mapema tu. Sasa yeye kuepusha, wanakwambia heri nusu shari kuliko shari kamili, unaelewa? Hapo pia ni bora kununua maziwa dukani kuliko ng'ombe wa kufuga. Kwa hiyo wewe unaogopa unaogopa mzee, unaweza ukawa na demu au ukawa na mke hapo akakubebea. Sio kunibebea, yaani zile changamoto zitakazoniletea, unaelewa? Kwa sababu mimi naweza nikaa napambana kweli kujenga nini familia, lakini yeye pia yeye na malengo yake kabisa, aelewe. Mimi nimekuelewa. Sasa Mafundi TV ipo live hapa. Naanza na brother hapa, ana lolote ambalo anaweza kuzungumza kupitia channel yetu ya Mafundi TV? Mimi lolote la kuzungumza ni kwamba tuwafollow Mafundi TV. Naona kama una jambo la ziada na zuri ambayo sisi vijana kama vijana tunanufaika nalo, kwa sababu mtu utaeleza changamoto, faida na vipi tunafanyaje haya maisha ya kijamii tunapoishi, hivyo tu vitu vingi, lakini cha msingi follow Mafundi TV. Na malizia na Eagle Star, unasemaje wewe? Bwana, mimi kwanza nimefurahi kwa ujio wenu wa Mafundi TV. Cha kuambia vijana na wazee, endeni mkawafollow Instagram Mafundi TV, TikTok pia, YouTube, endeni mkawafollow. Lakini pia ujumbe ni kwamba kijana, usioe kisa jirani yako kaoa. Angalia kwanza una maintain. Tupo tunaondoka na ujumbe wa kijana bwana Eagle Star. Na nipende kuwaambia tu watazamaji wa Mafundi TV ama MTV, msisahau kutufollow, kulike katika kurasa zetu mbalimbali. Hii ni Mafundi TV, ni mimi mtangazaji wako MC Kamote.